Inawezekana hujui hiki, nataka ujue hiki pia. Mara nyingi tunavyomuomba Mungu hajibu kama ambavyo tunadhania anajibu. Unajua wakati mwingine tunadhania atashuka afanye kitu kimebadilika. Haipo hivyo. Haleluya. Japokuwa anaweza kufanya hicho, ila Mungu ni Mungu ambaye ametengeneza mifumo yake, na ndani ya kila mfumo kuna namna ya kutembea ndani ya huo mfumo. Na kadri mtu anavyokuwa na maarifa ya kutosha juu ya huo mfumo, ndivyo ambavyo anaishi maisha ya ushindi kwenye huo mfumo. Sio Mungu wako amesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa nini hajasema kwa kukosa maombi ya kutosha? Je, amesema tusiombe? Ni swala hatujui Mungu anavyosema omba anamaanisha nini. Tunapofikia hatua ya kuomba, maana yake hatuna jibu, hatujui cha kufanya. Tunamkonsulti yeye ambaye ametengeneza mfumo atupe maarifa na hekima ya namna ya kuoperate kwenye mfumo. Na ndio maana unaweza ukawa umeomba juu ya kitu fulani, Jumapili unakuja hapa baba anaongelea hicho kitu na anakupa kabisa hekima ya namna ya kufanya kitu fulani, lakini utapuuzia ni kwa sababu uliomba. Kumbe wakati mwingine unaomba, kinachotokea Mungu anatuma hekima au maarifa. Hayo maarifa yanakuweka kwenye nini? Kwenye mfumo wa kuoperate katika sura yake na mfano wake. So maombi kikawaida ni tafsiri ya kwamba mazungumzo, masemezano. Baba, kuna mlima hapa, nifanye nini? Ukisoma katika 32 nadhani Zaburi mstari wa 8 anasema nitakuonyesha njia, nitakufundisha, jicho langu litakutazama nikikushauri. So sometimes upo kwenye mlima, unachotakiwa ukiomba kwa Mungu, Mungu nionyeshe njia. Hiyo njia inaweza ikawa ni maarifa namna ya kuendea hapo, namna ya kutatua hilo, namna ya kuondokana na mzigo huo. Unachohitaji ni code ili kusudi kuondoa mlima.